mwaka tunashuhudia mikusanyiko ya mamilioni ya watu kutoka nchi mbalimbali ulimwenguni pindi inapofikia Ijumaa ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watu hawa kutofautiana kirangi, nchi na hata kiimani, neno moja tu linawakusanya wote, nalo ni Quds. Tarehe 7 Agosti mwaka 1979, Imam Khomeini, muasisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alitangaza rasmi kuwa Ijumaa ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan itakuwa ni siku ya Quds duniani, siku ya kusimama kidete kupinga uonevu dhidi ya Wapalestina. Wito wake huu ulipokelewa na wapenda haki ulimwenguni na umekuwa ukitekelezwa mpaka sasa hadi baada ya miaka 46. Leo hii wengi wanauliza, je, mikusanyiko hii na maandamano haya yanasaidia vipi kutatua suala la dhulma dhidi ya Wapalestina? Mikusanyiko hii imeelimisha wengi ulimwenguni kuhusu suala la Palestina na unyama unaotekelezwa na Israel, haswa kwa kuwa imedhibitika kuwa vyombo vya habari vikubwa ulimwenguni vimekuwa vikikandamiza sauti za Wapalestina na kuosha uovu Israeli. Serikali nyingi duniani zimeweza kuchukua misimamo mikali dhidi ya dhulma za Israel baada ya shinikizo kutoka kwa wananchi. Mfano, baada ya maandamano ya 2023 hadi 2024, nchi nyingi za Umoja wa Mataifa zimepiga kura kushinikiza Israeli kukomesha mauaji ya halaiki Gaza. Maandamano katika vyuo vikuu vya Marekani vimepelekea kampuni nyingi kukata uhusiano wa kibiashara na Israel, jambo linaloonekana kukera serikali ya Trump mpaka kufikia kufukuzwa kwa wanafunzi wa vyuo hivyo. Mikusanyiko hii iliipa nguvu nchi ya Afrika Kusini pale ilipoishtaki Israel katika Mahakama Kuu ya Kimataifa ya ICC na kuiwezesha kushinda kesi hiyo ambayo iliishia kwa mahakama hayo kutoa ilani ya kukamatwa kwa Netanyahu na genge lake. Ingekuwa ni kweli hakuna athari, je, ni kwa nini Israeli inakwenda mbio kuua wanahabari wa Kipalestina huku ikitaka mitandao ya kijamii maarufu kuzuia posti zinazowazungumzia Palestina?